lazima akutane na mtu yule, basi ndio. Sasa akiwa anaenda njiani, anatokea shetani, anasimama. Sisema shetani, nafuta kwa jina la Yesu. Anasimama tu, anasimama. Huyu anaweza kumfikia yule, si ndio? Hebu jaribu kupita, na wewe jaribu kumzuia. Akienda huko na unaenda. Nenda huko. Nenda huko. Rudi tena. Nenda tena. Simama. Lakini huyu ana baraka zake, ametulia. Nisikilize vizuri. Biaba. Na anaweza kama ni malaika analeta ujumbe. Si ndio? Pesa ziko mbinguni. Pesa ziko wapi? Hapa ziko mikono mwake. Sasa huyu ana pesa za huyu. Haya. Kwa mfano sasa, huyu ndio mwanaume. Atakuwa afanye nini? Unalikuwa afanye nini? Amoe. Si ndio? Huyu ndio mwanaume atakuwa akutane na huyu, amoe. Sasa akitaka kwenda wakutane na mume wake, amoe, anasimama bibi yake. Jaribu kwenda. Bibi yake anakwenda. Kwa anabaki hapo kazuilia. Hakuna nini? Kupita. Hakuna kupita. Sasa hili lina nguvu. Na kwa ukiangalia hakana hata nguvu. Kembamba kamono. Lakini kuna jambo limesimama hapo, sasa tutaona. Lakini huyu anasubiria kwamba ni wakati wake wa kubarikiwa umefika. Sasa ingine kama ni malaika au ni mwanaume amesimama, anasubiria tu ndio ufike. Kwa katikati huyu anaona sasa sifiki. Asa na kaza na Mungu nikumbuke, naomba nibariki Mungu, kumbuka maisha yangu, nataka kuolewa, nataka kazi Mungu, kumbuka. Lenyewe limetulia hapo. Akitaka kupiga hatua akakutane, jamani nazuia. Akienda kwa nazuia. Akienda kwa nazuia. Utaendaje? Sasa wewe unaenda kwa Mungu akienda, wewe unajua, mbona nimeshabariki, kuna kajaba kako hapa. Sasa jaribu kumsukuma huyo, na wewe usukumeke wewe. Msukume. Tayari. Sasa huyu ayakakaa. Sasa huyu maana yake amepata nguvu. Amelisukuma ile jamani imeondoka. Ameenda kutana nini? Na muujiza wake. Ndipo kwenye mengolo iko hivyo kwenye mengolo. Yaani kuna wakati wako kabisa kubarikiwa. Ni wakati wako. Kuna kajamaa kamesimama kamekuzuia. Unataka kutana mtu mwenye hela. Lakini kuna mtu anasimama kinyume na anakuzuia. Unataka kufanikiwa unazuiliwa. Na si ajabu jamaa kiona kwamba huyu atafunga na kuomba, akajamaa kusimama hapa, kanala kuachilia magonjwa. Pokea magonjwa. Pokea majibu. Pokea mdole kwa tumbo. Kanaanza kufanya kanawa. Pokea. Hutakuwa na nguvu tena ya kuomba. Utaona hata kumwambia usiende kanisani, usiombe. Tayari kishaatilia maroho, kwa utaenda kujisikia hata nika kanisani kiomba, hamna chochote, siende kanisani tena, sifanye tena. Yeye hakuna chochote kwa sababu tayari huyu keshaloga tayari. Lenye nguvu hapa, lina nguvu ya uwezo wa kunoga ila kuzuia kufanya chochote. Na ndio watu wengi wamezuilia katika ile eneo. Yaani kwa ni wakati wa Mungu kabisa kubarikiwa. Unaona kabisa Mungu anataka kumbariki, lakini huyu mtu amezuiliwa. Sio neno. Kuna watu ambao Mungu amewapa baraka, wanamuomba Mungu. Mungu nibariki, usije ukamwomba Mungu. Mungu ameshakupa baraka. Lakini kuna watu wamezuiliwa. Kuna ndoa imezuiliwa, kuna kazi imezuiliwa, kuna nafasi imezuiliwa. Lazima anayezuia aondoke, akiondoka anapokea baraka kwa jina la Yesu. Wala usiangalie kama Mungu nibariki. Mungu ataka ulipomjua Mungu kaingia kanisani, alishakubariki. Lakini shida kuna watu wanaozuia. Na ndio nataka uelewe sasa. Ndio inaitwa roho ya kizuizi. Unazuiliwa kabisa usifanikiwe. Unazuiliwa usifanye biashara. Ukianza biashara unafunga. Ukianza unafeli. Ukianza masomo unafeli. Ukianza biashara unafunga. Wewe umepata mchumba unashangaa, mara umeharibika. Chochote naanza kinaharibika kwa sababu yuko anayekuzuia. Sema amen. Tusome kidogo kitabu cha Mwanzo, nisomee watumishi wa Mungu. Kitabu cha Mwanzo 20 mstari wa 6. Sasa nataka